The importance of having this Holy Communion, sababu kuu ya kuwa na Holy Communion, is a way of acknowledging the Christ act of dying on the cross for our sins. Ni njia ya kuonyesha ya kwamba Kristo alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. It was to unite us with God, ilikuwa kutuleta kwa pamoja katika Bwana our Father, Mungu wetu, and therefore partaking it also unites us in the Christ. Na kwa hivyo tunapokuwa pamoja na kuipokea pamoja, inatuleta kwa pamoja na Kristo, who is our Lord and Savior, ambaye ni Mungu na Mwokozi wetu. Jesus is the author of the Holy Communion. Yesu ndiye mwanzo ama mwanzilishi wa meza ya Bwana, and he told us to do always until he come again. Na alitokea kwamba tufanye hivi mpaka atakaporudi. And because of testimony and the blood of Jesus, na ni kwa sababu ya testimony ama ushuhuda wa damu ya Kristo, we are here today to remember the act of Jesus Christ dying on the cross, to shedding his blood because of our sin. Tuko hapa kukumbuka kile kitendo cha Kristo kufa msalabani na kumwaga damu ni kwa sababu ya dhambi zetu msalabani. And it is through this testimony, na ni kwa sababu ya ushuhuda we are here today, hapa siku ya leo. It is through this testimony from Dan and Frisia, ni kwa sababu ya ushuhuda huu wa Dan na Frisia, that has kept them unto this day, ambayo umewaweka mpaka sasa, that they have been united together, ya kwamba wameunganishwa kwa pamoja. This is what happens to those who believe in Jesus Christ. Hivi ndivyo inavyofanyika kwa wale ambao wanamcha Bwana. Therefore we have to take and partake in this Holy Communion. Na kwa hivyo ilitugharimu tuchukue ama tushiriki katika meza hii ya Bwana, so it will keep us united, ili iweze kutufanya ama kutuweka tukiwa kwa pamoja. It will keep Dan and Frisia united, itaweza kuweka Dan pamoja na Frisia kwa pamoja. That is why it is called the Holy Communion. Hivyo ndivyo sababu inaitwa meza ya Bwana, because communion simply means togetherness. Ni kwa sababu communion inamaanisha tu umoja, and this ratio shows togetherness of Christ Jesus our Savior, na hili jambo linaonyesha umoja katika Kristo with his people, pamoja na watu wake. Na kwa hivyo na kuogwa sasa kumwacha kidogo inaomole kihadidi. Yes, Mrs. Come here, Mrs. Left. Simama hapa. The Bible says, Biblia yasema, book of Matthew chapter 26, katika kitabu cha Matthew 26 verse 26, mstari wa 26, now as they were eating, ya kwamba wakati walipokuwa wanakula, Jesus took a bread, Yesu akachukua mkate, and thereafter pressing it, na baada ya kuibariki, he broke it, akaivunja and gave it to his disciples and said, na akaipea kwa wanafunzi akisema, take, eat, this is my body. Chukua, kula, ni kwa sababu ni mwili wangu. Unaweza pokea mkate. Unaweza ukapokea. And after that he took a cup, na baada ya hiyo akachukua kikombe, and when he had given thanks,
Alipokwisha shukuru, he gave it to them, saying, akawapea akisema, drink of it, all of you. kunyweni hii nyinyi nyote, For this is my blood of covenant, ni kwa sababu hii ni agano langu, which is poured out for many, ambayo imeletwa kwa wengi, for the forgiveness of ni kwa sins. sababu ya kusamehewa dhambi. Do this for the remembrance of me. Fanya hivi ili mlikumbuke. Naomba hiyo mesa itengenezwe sasa, Naomba meneo thondekwo rĩu ili tuanze kuweka cheti, ili tuanze kusign cheti. nigetha tuhote gũcaina certificates. Naomba Dan na Freshia, Ngoya Dani na Freshia. Binti Masi. Dan